Mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, kanisa limeharibika. Yani alinipigia simu, yani amehuzunika ndani yake, ananiambia, mtumishi wa Mungu, kanisa limeharibika. Na mimi naweza nikasema ni kweli. Namna hii kanisa limeharibika, namna hii kanisa limeharibika, lakini ni wewe kuweza kuchukua hatua ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Maana yake ni nini? Sikiliza nikwambie. Ndani ya kanisa hutaweza kuwakosa wale watu ambao wanataka tu kuonekana. Ndani ya kanisa hutaweza kuwakosa wale watu ambao wanafuatisha dunia na maisha yao yanavyoenenda. Lakini Mungu anapokukutanisha na watu walio sahihi kama jumbe za namna hiyo, tunakwambia ukweli, tunakuelekeza ukweli kwamba hii ni dhambi, hii haijakaa sawa. Yali ni ya kwako, uchukue hatua ama usichukue hatua. Lakini maamuzi hayo yanatokana na wewe. Mimi sina uwezo wa kukufanya wewe kabadilike. Maamuzi haya ni ya kwako. Unaweza ukaona wachungaji wanafanya mambo kama hayo, ukasema kwa sababu mimi mchungaji wangu, kwa sababu mchungaji wangu yeye anafanya hiki, kwa sababu mchungaji wangu yeye anavaa hivi, kwa sababu mchungaji wangu ndugu, huyo mchungaji hatakuwa pamoja na wewe siku ile utakaposimama mbele za Mungu. Utasimama wewe kama wewe, utatoa hesabu wewe kama wewe. The day that you die, your pastor is not going to be with you on that day. He's not going to help you in anything. It is up to you to make the right decisions before it's too late. Ni juu yako kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabla hujachelewa. Ndugu yangu, nakwambia, kubadilisha rangi ya ngozi yako ni dhambi. Ukweli, kubadilisha rangi ya ngozi yako ni dhambi. Ulikuwa mweusi, leo ni mweupe. Unatumia cream, unatumia lotion, unatumia sabuni, inakuonyesha picha, alianza kuwa mweusi, anabadilika mpaka anakuwa white. Unatumia lotion, kopo lake ama boksi lake linakuonyesha alikuwa ni mweusi, kaenda kabadilika kawa mweupe. Sikulaumu. I am not blaming you, I'm not condemning you. Sikuhukumu wala sikulaumu. Huenda wewe kwako ulikuwa unachukulia ni kawaida. Mama yangu, babangu, ulikuwa unaona tu ni kawaida. Lakini sikiliza kitakacho kwenda kukuhukumu. Sikiliza neno litakalo kwenda kukuhukumu siku ile. Listen. Warumi 9:20. Hili ndilo andiko litakalo kwenda kukuhukumu siku ile. Sikia. Inasema hivi: la sivyo, binadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Narudia tena. La sivyo, binadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Yani hapo ulipobadilisha ngozi, hapo ulipo, ni mtumishi wa Mungu, iwe ni yeyote, servant of God, not a servant of God, you are worshiper, yeyote, ulivyobadilisha ngozi yako, unachomwambia Mungu, mimi nilipaswa niweze kuwa hivi. Najua kuna wale wengine watakaoinuka, wewe sikia, ukiwa kwenye maisha ya shida ndio utakuwa hivyo, lakini maisha yako akiwa mazuri ndio wewe. Sikia nikwambie, katika Yesu Kristo kuna lotion, kuna mafuta, kuna makrimu ambao watu wanatumia. Kitendo cha wewe kubadilisha kutoka hivi na kwenda kuwa hivi ni dhambi. From getting from this to this, it is a sin. Ni dhambi. Huyu ni mtu mmoja, lakini ona alichojifanya. Haya, huyu naye ni mtumishi wa Mungu kabisa, amevaa na kola na Yesu tusaidie. Sikiliza nikwambie, kama unatumia lotion, angalia, kagua ile lotion yako. Kama lotion yako inaandikwa, kuna sehemu imeandikwa lighting, kama ina hiyo lighting, toa, ondoa, futa, tupa. Mimi nawashauri watu, tumia hata mafuta ya maji. Kuna mtu mwingine hapa ataanza kuniambia, je, wewe sijui mimi nikitumia mafuta ya maji sijui hivi na wewe. Sikia ndugu, maamuzi ni yako. My friend, it is up to you, but I'm telling you, kutoka hivi na kuwa hivi ni dhambi. Angalia picha zako ulizokuwa nazo huko zamani, kabla hujaanza kutumia hiyo lotion, kabla hujaanza kutumia hiyo cream. Kama umeanza kutumia hiyo cream, umebadilika, ulikuwa hivi na ukawa ndugu, nakwambia utasimama mbele za Mungu, utashangaa. Andiko hili la Warumi 9:20 litakutana na wewe. Inasema, la sivyo, binadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je,
Kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Yaani wewe unachomwambia hapo Mungu ni kwamba ulikosea. Mungu, mimi inabidi niwe mweupe. Inabidi nifanye mimi niwe white. Inabidi nifanye mimi niwe soft. You were supposed to make me whiter. I'm supposed to be whiter, not black. I'm black. I don't like black. I want to be whiter. Wewe. Ngoja. Yesu si anarudi. Usipotubu na kumpa Yesu Kristo nafasi akapata kuingia ndani yako na aya, nakwambia utashangaa. You'll be surprised. Lakini sikia, leo hii unayo uwezo wa kubadilika na kutubu. Chukua hizo lotion, tupa. Mimi nakwambia tupa. Mimi mwenyewe nilikuwa natumia lotion. Ndugu zangu, mimi sipunguki chochote, natumia mafuta ya nazi. Sipunguki chochote. Chochote sipunguki. Kabisa nakwambia. Tena yale lotion, ndugu yangu, nilikuwa white. Hey, nilikuwa white kweli kweli. Lakini Mungu kanibariki. Nilipofahamu kweli nikaachana nao. Sasa ndugu yangu katika Kristo Yesu, Bwana Yesu anarudi hivi karibuni. Tunao nafasi ya kutubu, tunao nafasi ya kuendelea na maisha yetu, nataka tuendelee nao. Nataka nikwambie katika Yesu Kristo, Mungu anaitumia hii sauti kusema na wewe, kukuelekeza ukapate kufanya marekebisho leo sahihi. Mimi napatikana Dar es Salaam, kanisa liko Tegeta, Kibo. Unatamani kufika kanisani upate mafundisho ya kweli yaliyokuwa katika roho, utaweza kunitafuta kwa namba hizo za simu. Kama unatamani ubatizo ulio sahihi katika jina la Yesu Kristo, utatumia namba hizo za simu. Kama ni tamanio lako ukapate kuweza kupata kujibiwa, una swali, una maoni, una chochote kile, sio mbaya, karibu. Mimi nakukaribisha, karibu kanisani. Una jambo lolote, fika, njoo. Una mema, una baya, una lolote, njoo kanisani. Piga simu, mimi nitakuelekeza ufike. Fika kanisani, kutane na neno la Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu mpendwa, Mungu aliye mbinguni akukirimie neema kipekee, utoke katika kutumia lotion, makrimu ambayo yanakubadilisha rangi, hatimaye ukapate kubaki kuwa natural. Utubu hiyo dhambi ili mradi usije ukashindwa kuingia mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.